Kwa kuwa sisi sio watendaji, mbunge wala diwani sio mtendaji wa kazi za kila siku. Manake wewe ndio umeajiriwa kwa niaba yetu kumfanya mwananchi aweze kuwa na matumaini na furaha. Hasa pale ambapo wewe unayelipwa mshahara kwa niaba yetu sisi uwafanyie kazi wananchi, kama kazi haziendi ndio mgogoro unapoanzia. Ndio maana nafika mahala hata akija kiongozi mkubwa kama alivyokuja waziri mkuu, unaweza kusimamishwa mkuu wa idara fulani pale afu wananchi wakaanza kukuzomea. In fact ikifika hatua mtumishi wa umma unasimamishwa kwenye mkutano wa hadhara, unaulizwa maswali, wananchi wanakuzomea. Yaani kiutaratibu wewe unatakiwa kufuzwa kazi hapo hapo. Yaani hapo hapo uwanjani unatakiwa kazi yako fanya nini? Hii ishie. Maana yake hao wanatuma ujumbe ya kwamba hawafurahishwi na kazi yako, na kama ingelikuwa ni kupiga kura wakati huo, wewe huna kura ulizonazo za kiongozi aliyechaguliwa mahali pale. Yaani mathalan tukuseme hivi, kila mkuu wa idara hapa akisimama tukakuuliza wewe kwenye idara yako unachangia asilimia ngapi ya ushindi wa Daktari Samia? Yaani tukikuchukua wewe na idara yako, performance yako, tukaenda kuambia wananchi kwamba huyu ndio mkuu wa idara fulani. Kwa mfano wewe mkuu wa idara ya ardhi, tukikusimamisha kwa watu kwamba huyu ndio mkuu wetu nini wa idara ya ardhi. Hivi wananchi wakiambia hivi tupeni kula, una asilimia ngapi? Kile kitendo ndio kinachotoa faraja au kinatoa taswira na majibu ya public kwamba huyu amempunguzia Daktari Samia kula asilimia kadhaa. Na jana nilikuwa naongea na Mheshimiwa Waziri Mkuu nikamwambia kwenye utendaji huu wa kazi sisi tunapomaliza uchaguzi hatuna tena kazi ya kufanya. Wanaoingia kazini nyinyi wakuu wa idara, ni nyinyi wakuu wa taasisi, ni nyinyi wakuu wa mashirika, ndio mnaingia kazini. 2030 sisi tunapoenda tena kuomba kura kwa wananchi, nyinyi hamuombi kura. Sisi ndio tunaenda kuomba kura. Sisi tunaenda kueleza yale mlioyafanya kwa miaka mingapi? 5 kwa niaba ya kwetu. Namna tunavyokubalika kule ndivyo ambavyo mlivyotutengenezea ushindi au kushindwa. Kwa tukienda kule tukakataliwa, maana yake kazi yenu kumbe kwa miaka 5 ilikuwa haiongezi ushindi wa chama chetu. Na hapa nimesikia mnanitambulisha tu, wewe umesahau mimi mneki. Nimani tumeelewa. Kwa hapa pia mimi na interest za chama. Kwa sababu nimepigiwa kura na wabunge wote. Sasa hapa naongea kwa niaba pia ya wabunge kwa sababu changamoto hii haiko kwa mbunge mmoja tu. Iko kwa wabunge wote wa nchi nzima. Wabunge wote wa nchi nzima hawaendi kufanya kazi ya kila siku zaidi ya kuchukua kero za wananchi na kuzileta kwenye halmashauri, kuzileta kwenye manispaa, kuzileta kwenye majiji. Watendaji wa kwenye majiji ndio wanaoweza kufanya wabunge hawa wakaendelea kukubalika au kukataliwa. Sasa mimi nitakuja kuuliza leo, hivi nyinyi mnataka mimi kazi yote niliyoifanya kwa mwaka mmoja na ushindi tulioupata na hamasa iliyokuwepo, hivi mnataka tena nikienda kule mtaani nikataliwe? Sababu nafasi yangu kama mbunge siwezi kukuamrisha mkuu wa idara fanya 1 2 3, usipofanya na kuchukulia hatua. Maana sasa ninachotaka nini? Nataka iwe ni self motivation. Wewe mwenyewe ujisikie kujituma, uperform kwenye idara yako kiasi kwamba tukikuona wewe tutasema wow. Fulani. Tukisikia kuna uhamisho tunaumia. Yaani uhamisho pekee tunaobaki kufurahia ni wakupandishwa nini? Cheo. Lakini ikifika mahala kwenye idara yako ndio idara inayoongoza mambo hayaendi, tafasiri yake ni kwamba wewe utakuwa ni sehemu ya kuturudisha nyuma, kufanya Chama cha Mapinduzi kisikubalike, na mwisho wa siku kuifanya serikali iliyoko madarakani ipoteze uhalali. Sasa hilo nimesema ni kama utangulizi ya kwamba mjue mnayo nafasi ya kumpa heshima Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnao nafasi ya kutatua changamoto za wananchi mpaka wananchi wafike hatua wakikuona wewe ni kama wamemwona mbunge, wamemwona mkuu wa wilaya, wamemwona rais, yaani wewe ndio mwakilishi. Na tukifika kwenye hatua, nina uhakika wananchi hawa ni waelewa. Pale palipo na uwezekano wa jambo kufanyika, wanajua kama huyu anasema ukweli na jambo linaweza kufanya nini? Kufanyika.
Pale ambapo hakuna uwezekano wa jambo, ukiwaambia wanasema kwamba kwa kweli kwa jambo hili tutakuwa tunamuonea huyu mtu.